Moto unazidi kuwaka kutokea kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Yanga wanazidi kushusha mabaraa kulingana na nyota mbalimbali ambao wanahusishwa nao kuwafanyia usajili katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Safari hii klabu ya Yanga wameenda kwa mchezaji mwenye uwezo wa kulimudu eneo la kiungo ushambuliaji ndani ya uwanja. Jina lake niko nalo hapa mwanamichezo wangu, nami nitakusogezea moja kwa moja uweze kufahamu mchezaji huyu ambaye klabu ya Yanga anamsajili kwa lengo tu la kuongeza nguvu katika ile eneo la kiungo ushambuliaji ili kuweza kupata matokeo chanya timu hiyo inapokuwa uwanjani. Uwezo wa mchezaji huyu unaambiwa ni hatari kweli kwa maana ya kwamba ana uwezo wa kucheza nafasi mbalimbali ukiachana na nafasi hiyo ya kiungo ushambuliaji. Lakini pia mchezaji huyu ameshawahi kupita kwenye virabu mbalimbali huko barani Ulaya. Hivyo klabu ya Yanga wameweza kuchungulia ama wameweza kuramba karata dume kwa mchezaji huyu ambaye nakuja kukusogezea hapa mwana michezo wangu. Sasa ni nani huyu ambaye klabu ya Yanga wanamtazamia kumfanyia usajili kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili? Jina lake niko nalo hapa, uwezo wake niko nao hapa, lakini pia virabu mbalimbali ambavyo mchezaji huyu ameweza kupita nitakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Lakini kabla sija kusogezea ama kukujuza hayo yote, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii wewe ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, ujanja ni kufanya jambo moja ambalo jepesi kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe yaliyo chini ya video hii, kisha kutani on alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali utapokea notification kupitia kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba sisi Bongo Vibe TV tumeweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama inakuwa jepesi kabisa mwanamichezo wangu ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na huyu mchezaji mpya ambaye klabu ya Yanga wanataka kumshusha katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Yanga wanakuambia wenyewe hawajamaliza bado katika masuala mazima ya usajili, licha kuhusishwa na wachezaji mbalimbali kuanzia washambuliaji, viungo na hata mabeki. Safari hii klabu ya Yanga kuna hii mali haswa ambayo klabu ya Yanga huenda wakamalizana naye na wakamtambulisha kwenye kikosi chao hiko kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Mwamba huyu anakwenda kwa jina la Nadri Dago. Yeye ni raia wa Ivory Coast ambaye kwa sasa hivi anakipiga kwenye timu ya ASEC Mimosas. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza katika eneo la kiungo ushambuliaji, kwa maana ya kwamba anaweza kucheza kama winga, lakini pia anaweza kucheza baada ya nambari 9, yani kukaa katika eneo la nambari 10 pale, lakini pia kwenye nafasi ya winga anaweza kucheza hata winga ya kulia, lakini pia anaweza kucheza hata winga ya kushoto, kwa maana ya kwamba mchezaji huyu amebahatika kutumia miguu yote miwili, licha ya guu lake lenye nguvu zaidi ni mguu wa kulia, lakini ana uwezo wa kutumika katika maeneo yote mawili, winga ya kushoto lakini pia winga ya kulia. Mchezaji huyu anatazamiwa kuwa ni miongoni mwa nyota ambao watakuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi hiko cha Yanga Sports Club. Ukiangalia uzoefu wake ambao mchezaji huyu anao katika michuano ya hapa barani Afrika akiwa na timu yake hiyo ya ASEC Mimosas katika msimu wa 2024-2025, mchezaji huyu alikuwa kwenye miongoni mwa wachezaji ambao walikiongoza kikosi hiko kwenye ile michuano ya kombe la shirikisho ambapo timu yake ya ASEC Mimosas ilikuwa inashiriki hapo. Sasa uzoefu ambao ameweza kupata kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho kwa msimu uliotoka kumalizika, unaweza ukaona ni namna gani akitoka kwenye klabu ya Yanga atakuja kuongeza nguvu katika kikosi hiko cha wananchi. Lakini pia
ukienda kutazamia hata umri wake ni umri wa miaka 28, bado unamruhusu kabisa mchezaji huyo kuweza kukimbizana uwanjani. Yani zile kashikashi kwake zitakuwa ni vitu vya kawaida kabisa. Lakini pia mchezaji huyu ana uwezo wa kufanya dribbling, lakini pia kupiga chenga 2-3 na uwezo wake mkubwa wa kupiga mashuti ya mbali. Sitaki kumfananisha moja kwa moja na kiungo mshambuliaji aliyepita hapo kwenye klabu ya Yanga Stefan Aziki, lakini naweza kusema uwezo wao unafanana katika upigaji wa mashuti. Mwamba huyu kwenye kupiga mashuti ya mbali si haba, ana uwezo mkubwa wa kupiga mashuti ya mbali, lakini pia ana accuracy ya maana ya kufumania nyavu anapopiga mashuti yake ya mbali. Hivyo mchezaji huyu akija kuungana na wachezaji kama akina Pacome Zouzoua, lakini pia wachezaji kama akina Max Nzengeli katika kikosi iko cha wananchi, huenda atakuja kuongeza kitu cha maana kabisa, kwa maana ya kwamba wana staili moja ya uchezaji. Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapenda kukaa na mpira na kuwatoka mabeki wawili watatu, lakini pia kwa upande wa mchezaji huyu, yeye ana uwezo wa kuwatoka mabeki na kuangalia nafasi ni wapi mchezaji mwenzake akaa, au kama kuna uwezekano wa kupiga basi ni mtu wa maamuzi ya moja kwa moja. Hili huweza likafanikiwa kwa asilimia kubwa, kwa maana ya kwamba wakala ambaye anamsimamia mchezaji huyu ni Zabro. Kama ninavyofahamu mchezaji wakala Zabro ni miongoni mwa wakala ambao wanasimamia wachezaji wengi wanaoshiriki wanaocheza timu hizi mbili kubwa, timu ya Yanga lakini pia timu ya Simba Sports Club. Kwa upande wa timu ya Yanga, Zabro anawasimamia wachezaji kama Yao Atola Kwasi, Pacome Zouzoua, lakini pia anasimamia mchezaji kama Celestine Ekua. Kwa upande wa timu ya Simba pale kuna Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo uwepo wa wakala huyu Zabro huenda akalainisha dili hili la mchezaji huyu kutoa moja kwa moja kwenye viunga vya mitaa ya Twiga na Jangwani. Na wakala huyu ameonekana mara kadhaa akitokea pale kwenye timu ya wananchi. Huenda kuna mazungumzo fulani yamekwisha weza kuanza kufanyika kati ya Yanga pamoja na wakala huyu kuhusiana na mchezaji huyu Nadri Dago kuja kutua kwenye mitaa hiyo ya wananchi. Na endapo dili hili litakamilika, litaendana sambamba na kuachwa kwa mchezaji mmoja wa kigeni. Kama ninavyofahamu kanuni ya ligi kuu hapa Tanzania bara inaruhusu wachezaji 12 wa kigeni kuwepo ndani ya kikosi kimoja, kwa mfano pale Yanga. Hivyo mpaka sasa hivi klabu ya Yanga wana takriban wachezaji 12. Ili mchezaji huyu aweze kuingia kwenye system ya usajili, basi lazima mchezaji mmoja wa kimataifa aweze kuondoshwa ili mchezaji huyu aweze kuchukua nafasi ya mchezaji huyo. Na miongoni mwa majina ambao yanatajwa huenda yakapigwa panga zito pale Jangwani, kuna jina la mchezaji Andy Boyeli, kuna jina la mchezaji Musa Barakonte, lakini pia kuna jina la mchezaji Shedrack Boka. Hayo ni miongoni mwa majina yanayotajwa sana, huenda wakatemwa katika kipindi cha dirisha dogo la usajili ili nafasi zao zije zichukuliwe na wachezaji wengine wa kimataifa kwa kuongeza nguvu katika kikosi iko cha wananchi. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili wewe uweze kufahamu kuhusiana na mchezaji huyu mwenye uwezo wa kucheza kwenye eneo la kiungo ushambuliaji, Nadri Dago, ambaye nimekusogezea sifa zake na uwezo wake mkubwa, lakini pia baadhi ya timu ambazo ameweza kupita. Natumaini umeweza kunielewa na kunipata vilivyo. Sasa kama una chochote kitu, maoni yako ama mtazamo wako, basi huu ndo muda wako sahihi wa kuja kutuambia kupitia sehemu hiyo ya comment. Wewe dondosha comment yako hapo na sisi tutaendelea kupitia hapo, bila kusahau mwanamchezo wangu kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.